Bwana Yesu asifiwe. Somo letu la leo kichwa kinasema kuukomboa wakati, na tunalipata kutoka Waefeso 5 mstari wa 15 mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo anaposema ya kwamba basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, ina maana kila mmoja ajichunguze mfumo wake wa maisha anaoishi ni wa namna gani. Je, anautumia wakati wake vizuri? Je, anaukomboa wakati wake vizuri? Anaposema ya kwamba mkiukomboa wakati, ina maana wakati ni kama vile umevamiwa, ni kama vile umetekwa, kwa sababu ukitaka kukomboa kitu ina maana kimetekwa. Na anahusisha ya kwamba kukomboa wakati, na anasema ya kwamba maana hizi ni siku za uovu. Ina maana wakati umetekwa, lakini umetekwa katika mtu kutenda mambo mabaya. Sababu najua kutenda dhambi ni automatically, lakini kutenda mema lazima upangilie na uweze kutekeleza vizuri. Kwa hiyo anaposema ya kwamba nendeni kama watu wenye hekima. Unajua kuna tafsiri mbalimbali za hekima. Tafsiri mojawapo ya hekima ni kwamba ni kutumia maarifa ulio nayo ili kuweza kupata yale matokeo ambayo unayatarajia, au ni ile hali ya ubora ya mtu kujua ukweli, labda kuhusu binadamu, kuhusu vitu, kuhusu mazingira, na kuchagua jambo zuri la kufanya. Kwa hiyo anaposema kuukomboa wakati, ninajua ya kwamba huu mwaka tumeanza, ni mwaka mpya. Kila mtu ana malengo yake, ana malengo ya kiuchumi, lakini pia kama Mkristo lazima uwe na malengo ya kiroho. Hasa unautumiaje muda kutimiza malengo yako ya kiuchumi, saa nyingine ya kijamii, na pia ya kiroho? Labda inafika mahali, let's say hata asubuhi unaenda kazini, umepanda daladala, utatumia almost lisali moja au masaa mawili. Huo tayari ni muda umeupata. Unautumiaje vizuri? Je, utaishia tu kuperuzi mitandao ya kijamii? Kumbuka siku hizi kwenye simu yako na Biblia, unaweza ukautumia huo muda kusoma Biblia na kumtafakari Mungu. Kwa sababu let's say katika malengo yako ya kiroho, labda umejiwekea huu mwaka, mtahakikisha nimesoma Biblia, nimeimaliza. Kwa sababu ili uweze kumtumikia Mungu vizuri, lazima uweze kuelewa, lazima uwe una knowledge, una maarifa ya neno la Mungu, ndio uweze kukomboa wakati vizuri. Au saa nyingine upo kwenye gari, mwenzako anakuendesha, je, utaishia tu kuperuzi mitandao ya kijamii? Kwa hiyo kutumia muda vizuri, ule muda ambao unaoupata, tumia kusoma neno la Mungu na kutafakari muda wote unaopata. Au saa nyingine kuna mtu anakuambia nisubiri hapo, unamsubiri saa nyingine nusu saa nzima. Huwezi kukaa tu, soma neno la Mungu. Kwa hiyo kutumia muda vizuri huko kukomboa ni kujua kwamba kuna jambo ambalo natakuwa nilifanye, na ule muda ambao umeupata uutumie vizuri, usiuache ukapotea hivi hivi. Tuna mfano kwenye Agano la Kale, ukisoma kitabu cha Samueli wa pili 11 kuanzia mstari wa kwanza pale mpaka wa 5 kuhusu Daudi. Biblia inasema ya kwamba hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni, wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Anasema ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme, na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga, naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, je, huyu si Bathsheba binti Eliamu mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtoa naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake, yule mwanamke akachukua mimba. Unaona? Kwa hiyo ni kwamba ukisoma mwanzoni nasema ya kwamba ilikuwa ni wakati huu, mwanzo wa mwaka ni wakati wafalme ilipaswa waende vitani. Kwa hiyo Daudi alipaswa awe vitani, lakini yeye hakwenda vitani, akampeleka Yoabu. Kwa hiyo ina maana kutumia hekima ni kwamba huo wakati nitakuwa ufanye kitu gani na haufanyi.
ilipaswa aende vitani, hakwenda vitani, akawa yuko nyumbani. Kwa hata kwa ratiba za kimungu ilikuwa aende vitani. Kile kitendo cha kukaa nyumbani, kwa hiyo ina maana hakuwa eneo sahihi ambalo alipaswa kuwa. Mwisho wa siku akawa biasema tu, akawa anatembea tu juu ya jumba lake la mfalme, akaona mwanamke anaoga. Mwisho wa siku akaishia kuingia kwenye uzinzi. Kumbuka kule kwenye Efeso 5:15 na 16 inasema ya kwamba tukomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Ina maana usipoutumia muda vizuri, uovu utakutumia wewe ili kutekeleza mambo yake, lakini ukitumia muda vizuri, uovu